ya yani kusaidiana. Mimi niko poa and I thank God. Yeah. 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 Shop yangu iko located in Mombasa, Mtwapa, Kilifi County. Kilifi South. Kilifi South Sub County. Niko located hapo at Mtwapa Way Bridge on your way to Mtwapa KP Senior Secondary School. I'm in between hapo before ufike kuna hoteli inaitwa Broadway. I'm in between hapo. It's almost 200 meters from highway ya Mombasa Malindi Road. Niko hapo. Hii biashara nilianza kitambo. And the challenges was, there is a time I was selling madera and some mitumba clothes for the ladies, but nikapata challenge. Nikipeleka nguo za wamama, mtu anakuuliza mbona hujaleta nguo za watoto? So for me nikaona hiyo, nilipata like more than 5 customers wananiuliza nguo za watoto. Na when I did my research, nilipata wamama ako radhi kununulia mtoto wake kabla yeye ajinunulie, akiona mtoto wake, na watoto wanazaliwa na wanakuwa kila siku. Sasa nguo za watoto kwangu mimi naona kuuza it's easier because kids are being born and they are growing. So wenye utauzia kama sasa hivi nikiuzia wenye nilikuwa nauzia like tuseme in the past 5 years, si sasa hivi siwezi kuwauzia hizo nguo. Wamefika kama teenagers. Sasa nikaona afadhali wale watoto wenye wanazaliwa wakikua, I'm selling clothes 0 to 10 years mostly. Hiyo ndio huwa nafanya. Sasa hiyo research ya kwa watoto yeah. Nguo za watoto ndio ziko afadhali kwa sababu because kwa mtu mzima ukinunua nguo utaenda by budget, lakini mtoto huwezi enda na budget. Mtoto unapata kama mtoto amezaliwa wa 0 to 3 months, hata kwa hapo hapo in 3 months pia utamuongezea nguo 6 months. Akifika hapo zile nguo alikuwa anavaa 6 months na 3 months hawezi vaa, unaenda tu. Sasa unapata niko na consistent clients, unapata tu ninaenda naye hivi mpaka saa hii I have watoto wenye wamefika teenagers. So niko na hiyo challenge. Lakini sasa naona most kutili na kama teenagers hawataki, wanataka wafanye nini? Wajinunulie. Na mtoto mdogo hawezi jinunulia saa hii, anawezi choose. Mtoto mwenye ako aged 0 to 10 years ni ngumu kitamba aseme mimi sitaki kwangu ile nikalia a bit better, ndio nikaamua kufanya yeah. 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 Yeah, nakusikia.
As for me, najua always customer is right. Kitu ya kwanza kwa mwenye amekuja kuangalia, wajua kuna ile mtu amesema tu acha niende nimsumbue nifanye window shopping. Hiyo tunaita wale wanafanya window shopping. Anakuja anaangalia, anakuuliza bei, anaweza negotiate kabisa. Lakini sasa mimi sitachoka. Mimi namchukulia like customer kabisa, namuelezea, nampatia bei, ananiambia nitaenda nitarudi. So siwezi kaathirika, lazima nimkaribishe. Juu yaweza kuwa amekuja pengine aone ni kama nguo zangu very expensive. Lakini akikuja hapo mimi nilimkaribisha vizuri. Sometimes akikuja naweza mwambia karibu, kama ni mama ako na mtoto naweza mchukulia mtoto wake, akicheza na mtoto yake akiangalia nguo. Akitoka sikaathiriki. Ninajua amekuja ameona kitu. Kama alikuwa hata hana nia ya kununua, lakini ile welcoming yenye nimempatia najua atarudi. Hiyo ndio mimi huwa ananinyona. Na most of them wenye wanakujanga hivyo baadaye unapata mimi sikukuwa harsh kwake. Nimemkaribisha kama customer, unapata anarudi na pengine amerudi na mwenzake. Mimi naambia mwanabiashara yote anafanya kazi kama hii yangu ama nyingine, customer akikuja usikasirike, especially when you are dealing with clothes. Kuna yule mwenye anakuja mpaka anapima na anakuja anachokora na umepanga hivi, anachukua kirusha pale, usikasirike. Kuna wengine wanakuja kukujaribu waone uko vipi. Sasa wewe akikujaribu hivyo unakuja na hasira, unamuongelesha vibaya, yule customer anaweza kosa kurudi. Mimi wote nawachukulia, wa kununua na asiyenunua wote nawachukulia ni customers. Yeah. Yeah. Mtu kama huyo hata ukiwa na 200 unaweza anza biashara. Unaweza amua ukaenda, kuna soko kama Gikomba ama kuna hizi kama Mombasa tunaenda Kongowea. Unaenda unachukua, kuna nguo inauzwa even 20 bob. Unaenda unachagua zile nguo zenye unaona ziko classic na 2020. Hapo 20 bob kwa 200 utakuwa umepata nguo zenye wewe unaweza kukuja ile nguo ukaiuza 50 bob. 50 bob ukiziuza ukimaliza hizo pesa itaongezeka, unaenda unachukua tena. Na nowadays like as for me, kuna zenye nimeona hata mzigo wanauza niliona online. Na online nikasema let me risk. Kuna time nilikuwa niko down, sikuwa na pesa. Nikaangalia nikasema acha ni risk nione if these people online wako genuine. Nikarisk, nikachukua mzigo online na pesa yangu kidogo. Ile pesa yangu kidogo nilichukua mzigo, ndio huu naendelea kuuza, na ulitoka mzigo mzuri. Mzigo wenyewe ulitoka Nakuru. Sasa mimi nikasema kama mimi nilitumana pesa yangu mzigo ukatoka Nakuru, who am I not doing online business and I can deliver my clothes all over the countrywide and I can deliver kwa customer wangu. Mtu asiogope, fanya kile kitu kimetoka rohoni mwako na umependa. Tunakosea, kuna wale watu wa kulazimishwa. Mimi hii kazi sijalazimishwa, ni kitu nilipenda toka kitambo. Nikiwa hata shule nilikuwa naenda ile pocket money yangu nanunuanga panty na tubra, naenda nayo shule. Nikifika kule nilinunua na 50 bob. Nikifika shule nitakuuzia na 100 ama 150. Na najua sasa nikifika pale napata some students pia wananiambia pia mimi nataka uniletee. So my time nilikuwa nifanya nini ya holiday, na kuja naenda kuinvest ile pesa nimepewa pocket money yangu, nilikuwa na invest. So nilipenda biashara since nikiwa mdogo.
So mtu asiogope, afanye kile chenye anapenda. Kama ni nguo, kama ni chakula, kama ni anything, bora tu umependa. Na pesa, hakuna pesa ndogo. Ingekuwa ni pesa ndogo singeuza nguo yangu 50 bob. Yeah. Oh, yeah. 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 Yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. 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 Haya, mimi kama mzazi, kitu ya kwanza na advise wazazi wenzangu wafundishe watoto biashara. Ile mtoto akiwa ametoka amefunga shule, kama sasa tuko holiday season, usiachilie mtoto wako akuwe ati anaangalia TV, unamfundisha tu. Hata akiwa ni kama mimi nikiwa kwa shop, nikiwa na msichana wangu huwa namwambia anauza, so anaweza fanya biashara, kwa sababu mimi biashara nilifanya nikiwa toka shule. Na nilikuwa ninapenda vile mamangu alikuwa anafanya biashara, nilikuwa namfuatafuata, so nikasema I want to be like my mom. Na hivyo ndio nilianza penye nimefika, na najua nitaenda mbali. Kunipata mimi kwa TikTok mtanipata as Bona, kwa Facebook mtanipata as Ruth ama Queen. Hizo zote mkisearch mtanipata. Na shop yangu iko physical shop, iko Mtwapa, Kilifi County, Kilifi Sub County, on Mtwapa Way Bridge, on your way to KP Senior Secondary School. In between hapo, it's 200 meters from Mombasa Malindi Road. Ukiingia na hiyo tarmac road yenye iko hapo from Way Bridge. Ninawaambia karibu sana, and I can deliver my clothes countrywide. Mostly natumia Baska, Genesis na Tamil. So mtu mwenye atanitaka, mtaingia kwa bio yangu, mtapata namba yangu, mtanipigia, tutaongea vizuri, na ninawakaribisha nyote. Na hata ukiwa na pesa, hata kama ni 50 bob, usiseme 50 bob ni ndogo. Unahisi soko kubwa kubwa kama Gikomba, tukiwa Mombasa ni Kongowea, unaweza enda ukapata nguo za kama panti za 1010, ukachukua ile panti ya 1010 na ukaiuza na 30 bob. Hapo utakuwa umesema ukipata 30 bob na ulinunua panti 5, hiyo ni 150. 150 utaendelea ukimultiply. Ufundishe mtoto wako hivyo. Mimi nilikuwa napewa pocket money yangu, nilikuwa naitumia kwa hiyo njia. And I love business. Mtu asigive up. Do what you love from your heart and God will bless you. Karibuni sana. Thank you.
Yeah. Yeah. Amen. Okay. Okay, thank you too. Asante. Mm. Mm.